na tulijaribu kukimbia hapa, tukajaribu kukonga mlango at least watu waamuke, at least waokole. So venye tulikonga mlango na watu hawakuweza kuamuka, na tukajaribu kukonga, tukaita Daudi. Hata mimi nikajaribu mpaka nikapigia namba Daudi mwenyewe, hakuchukua simu. Nikapigia kijana yake mwenye anaishi pale juu. So kumpigia kijana akawa hachukui simu. Kidogo mara ya mwisho akachukua simu, nikamuita nikamwambia hebu kimbieni ama mpigie baba yenu simu afungue mlango kwa sababu moto inawaka kule nyuma. So wakati tulimpigia hivyo, simu yake ikawa inakata. Kidogo sasa ndio akakimbia. Amekufa akiwa kwa mlango. Siwezi sema ati cause of fire ni nini juu hiyo nao ni blanda, wewe unajua. Siwezi sema, lakini keneza sema ni stima. Mimi ndasema kenye haijaleta moto. Sitasema kenye imeleta. Si stima imechoma watu. Si mjomba tu, alibaki kama baba kwa sababu babangu alikufa when I was class 4 na wakashughulika mpaka saizi mimi ni mama wa kwangu. Uchunguzi kuje fanywe tuelezee, hata tu hii watudanganye kwamba tu hata tumeokota hii na hii tunaenda kufanya uchunguzi tuwaletea majibu. Hakuna. Ana beba tu mwili na wanatuambia naenda kufanya uchunguzi mbele. Aje. Iye maandiko wapi? Hiyo ni uongo. Tunataka wale DCI nasikia hapa Mkuyuni. Ni kama kazi yao hawajui. Wananchi siku hizi pia tumesoma. Mtu kuenda na bwana na mchukuu ni uchungu. Kwa sababu ametuacha tena amewacha watoto. Kwa sasa hatujajua chanzo cha moto ni nini, lakini vitengo vya usalama vimekuwa hapa, wamechukua upelelezi wao kidogo na wameenda nayo pamoja na familia, watawasiliana ili wafuatilie vile uchunguzi itakavyofanyika na tupewe chanzo cha moto ili ibainike rasmi.